Jichunguze. Hebu tuangalie vizuri. Mada yetu ni kama tutaweka sehemu mbili ama nini. Acha tuendelee mbele. What did they say about the Holy Spirit? Waliamini nini kuhusiana na Holy Spirit? Hao pioneers wetu sasa. Sikia kwanza wakuelewana kwa sababu walipochapisha fundamental principles washaamini. So but why was it later included in 28 fundamental beliefs? Was there agreement later? Let's see. Tuangalia pioneer mmoja ambaye anaitwa J.H. Wagoner. Huyu si E.J. Wagoner. Huyu ni J.H. Wagoner. Najua kuna wengine hata wajui kama huyu ni pioneer wa SDA. Yeye pia alikuwa anapinga kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi ambayo inaweza jitegemezea. Anaweza fikiria kivyake. Anasema hivi. Tunaangalia hii ni mwaka wa 1877 baada ya fundamental principles ya 1872. Alikuwa akiamini hivi. J.H. Wagoner anaamini hivi. There is one question which has been much controverted in the theology world upon which we have never presumed to enter. Anasema kuna kitu watu tumepingana sana kuhusiana na vitu fulani ambavyo hatujaingia ndani. Hii ni 1877. Anadhibitisha kwamba bado hawako wameelewana. Na kuna wenye wanasema fundamental principles zote walifanya kama wameelewana. Uongo mtupu. Hiyo ni kutoelewa church history. Na kulingana na huyu anamaanisha nini na huyu? Wewe ndi pioneer unashinda huyu. Wao ulikuwa wakati huo. Tuulize vitabu vyao. Anasema hivi. It is that the personality of the Spirit of God. Personality of Spirit of God. Anasema prevailing ideas of a person are very diverse, often crude, and the word is differently understood, so that the unity of opinion on this point cannot be expected until all shall be able to define precisely what they mean by the word, or still all shall agree upon the particular sense in which the word shall be used. Amesema kwamba bado hawako wameelewana kuhusiana na Roho Mtakatifu. Kwa hivyo ndio maana statement yao imesema tu Holy Spirit is the representative of God. Hawajaeleza ni person ama si person. Make you open-minded. Sikia. Let's be genuine with what we believe, my friends. Tuendelee mbele. Nasema hivi. But as this agreement does not exist, but as this agreement does not exist, it seems that a discussion of the subject cannot be profitable, especially as it is not a question of direct revelation. Anasema watu wasipingane sana kwa hii kitu, watu wainyamazie kidogo kwa sababu haijaeleweka vizuri. We have a right to be positive in our faith and our statements only when the words of Scripture are so direct as to bring the subject within the range of positive proof. Anasema hivi, we are not only willing but anxious to live it just where the word of God lives it. From it we learn that the Spirit of God is that awful and mysterious power which proceeds from the throne of the universe, and which is the efficient actor of the work of creation and of redemption. Kwa hivyo anasema kwamba yeye anaamini tu ni roho wa Mungu ambayo ni mysterious, ni nguvu fulani ambayo inatoka katika kiti cha enzi cha Mungu. Umeona hapo? Vinyawe anaelewa? Huyo ni nani? J.H. Wagoner. Tuangalie mwingine alikuwa anaelewa vipi. Huyo anaitwa sasa E.J. Wagoner. Kitabu chake ambacho kinaitwa Christ Our Righteousness. Hii ni mwaka wa 1890 baada ya Fundamental Principles kuandikwa 1872. Anasema hivi. Finally, we know the divine unity of the Father and the Son,
from the fact that both have the same spirit. Paul, after saying that they that are in the flesh cannot please God, continues, but ye are not in the flesh, but in the spirit. If so be that the Spirit of God dwells in you. Now if any man have the Spirit of God, he is none of his. As nasema hivi, here we find the Holy Spirit is both the Spirit of God and the Spirit of Christ. Kwa hivyo yeye anaamini tu kwamba sio nafsi, ni roho ya Baba na Mwana. Kwa hivyo anajafanua ni nafsi ama si nafsi, lakini kulingana na wale wake kwa vitabu zake mingi nasema sio nafsi. Sikia, hiyo ni E.J. Waggoner. Na Trinitarians wengi wanaamini fundisho lake kuliko hata la Ellen G. White. Tutakuja baadaye to prove tutakapoingia katika fundisho la wana wa Mungu. Sikia, huyu naye mwingine anaitwa Uriah Smith. Uriah Smith alikuwa mtu mwingine mkubwa sana katika kanisa la SDA. Hata yeye ndiye ameandika kitabu cha unabii ambacho kinaitwa Daniel and Revelation. Kwa kitabu chake ambacho kinaitwa Review and Herald, October 28, 1890. 1890 anasema hivi, the term Holy Spirit, Holy Ghost are harsh and repulsive translation. It should be the Holy Spirit. Alafu anasema hivi, in every sense this spirit is the Spirit of God and the Spirit of Christ. The Spirit being the same, whether is it spoken of appertaining of God or Christ. But respecting the Spirit, the Bible uses expressions which cannot be harmonized with the idea that it is a person like the Father and the Son. Rather, it is shown to be the divine influence from them both, the medium which represents their presence and by which they have knowledge and power through all the universe when not personally present. Roho Mtakatifu ni mwakilishi wao, kwamba wakati Baba na Mwana wako hapo kimwili, Roho Mtakatifu anawakilisha wao. Kwa hivyo sio hata nafsi, ni kitu tu ambacho influence na wakilisha tu wao, hata wanawakilisha wao wakati sio nafsi. Tuendelee mbele. Kuna mgeni anaitwa Uriah Smith, tushaangalia vitu zake. Acha tuendelee mbele. Kuna mgeni anaitwa Cartwright, D.M. Cartwright. Cartwright, sijui kama pia unaelewa kama pia ni one of the pioneer. Watu wengi wanang'ang'ania tu Uriah Smith, Joseph Bates, Waggoner na wajui kuna mgeni anaitwa Cartwright. Mwaka wa 1878, baada ya fundamental principles, aliamini hivi, the Holy Spirit is not a person, not an individual. Huyo amekataa, sio nafsi na sio mtu ambaye anajisimamia kivyake. Tuendelee mbele. Anasema kwamba ni influence tu. Sasa tuangalie mbele. Kuna mgeni anaitwa M.C. Wilcox. M.C. Wilcox. Wilcox anaamini hivi. Unajua pia kuna pioneer anaitwa Wilcox. Mwaka wa 1889, baada ya fundamental principles, pia anasema hivi, God's power separate from his personal presence is manifested through his spirit. So haya anasema Roho Mtakatifu si nafsi, ni nguvu ya Mungu. Haya. Kwa hivyo pioneers wengi wakati huo bado wanaamini tu Roho Mtakatifu si Mungu. Tuangalie wengine. Huyu anaitwa R.A. Underwood. Unajua R.A. Underwood? Unajua hata yeye ni pioneer ama unajua tu Waggoner? R.A. Underwood alikuwa pia kwa hicho kikundi tu ambao waliunda fundamental principles. Anasema hivi, mwaka wa 1898, 90 ngapi? Na hata nikwambia kuanzia mwaka wa 1988 pioneers wengi walianza kupata mwangaza mpya, wakabadilisha mawazo yao. So kwa mfano kama huyu, sikia jinsi alibadilisha mawazo. Anasema hivi, the Holy Spirit is Christ's personal representative in the field. Pia naamini tu kama ile fundamental principles kwamba Roho Mtakatifu ni mwakilishi wa Mungu. Sikia. Na mwakilishi wa Kristo. Sikia. And he is charged with the work of meeting Satan and defeating his personal enemy of God and his government. It seems strange to me. Nifuatilie kwa makini hapa sasa. It seems strange to me now. Saa ngapi? Now, wakati huu, that
I ever believed that the Holy Spirit was only an influence in view of the work he does. Anasema kwamba sasa nimejua kwamba Roho Mtakatifu sio tu nguvu tu venye nilikuwa nikiamini. Anasema saa hizi nimegundua kwamba sio venye nilikuwa ninaamini kitambo. Sikia, maybe uelewe vizuri. It seems strange to me now that I ever believed that the Holy Spirit was only an influence in view of the work he does. Anasema yeye alikuwa akiamini kitambo, imekuwa strange, kitu kigeni, imekuwa kitu kigeni kwamba alikuwa akiamini kwamba Roho Mtakatifu tu ni kitu ambacho ni nguvu tu, ni influence tu. Kwa hivyo hii inamaanisha kwamba alibadilisha, anasema nao amebadilisha mawazo. Mwingine pia GTI, EJW, EJ Waggoner mwaka wa 1800. EJ Waggoner kitabu chake kama GTI. Waggoner pia alibadilisha akili. Haleluya. EJ Waggoner alibadilisha akili ambao watu wengi wanaamini. Mwaka wa 1800 alibadilisha akili, akasema hivi: the Holy Spirit is Christ's personal representative. Christ sends him. Mara ya kwanza ametumia neno him. Huko nyuma alikuwa anatumia it. It haina uhai, lakini him akona uhai. Alibadilisha mawazo, alibadilisha. Kuna tofauti ya it na him. Sikia, that he may abide with us forever. Hiyo inaonyesha kwamba anauelewa, anajaribu kuimprove. Sawa sawa? Hapa inaeleweka jameni? Tuendelee mbele kwa sababu ya muda. Kuna mwingine hasa tuende kwa Ellen G. White. Ellen G. White pia anasema nini? Kitabu chake ambacho kinaitwa Desire of Ages. Kama kuna kitabu ambacho kilileta uelewa tofauti na ilitingiza kanisa sana kuhusiana na uamini, uelewa wa Trinity ama Godhead ama uungu. Hawako wanaelewa Trinity, walikuwa wanasema tu uungu. Kile ambacho kilikuwa inawatingiza sana hii kitabu cha Desire of Ages. Kilibadilisha uelewa ya kanisa sana kuhusiana na uungu, na hata SDA mara mingi imejenga fundisho lao la Godhead kwa hii nini? Kwa hii uelewa wa Desire of Ages. Kwa hivyo si SDA watu walitoa kwa Catholic walitumia Desire of Ages kubadilisha mafundisho yao. Kwanza kwa statement ya Ellen G. White ndio watu wengi walianza kubadilisha mawazo sana. Hii ilikuwa mwaka wa gani? Desire of Ages iliandika mwaka wa 1898. Anasema hivi kwa statement yake. Anasema hivi Ellen G. White. Huyu ni Ellen G. White, sikia. The Holy Spirit is Christ's representative. Roho Mtakatifu ni mwakilishi wa nani? Wa Kristo. But divested of the personality of humanity and independent thereof. Kwamba Roho Mtakatifu ni mwakilishi wa Kristo lakini si kama mwanadamu, hana mwili kama mwanadamu. Alafu anasema kwamba and independent thereof, anajisimamia mwenyewe. Sio kwamba ni roho ya baba, anajisimamia. Akona hata kama ni roho ya baba na mwana ni hivi, anajisimamia kivyake, anafikiria kivyako, yani ni person. Sikia mbele inasema hivi. Inasema combined with humanity, Christ could not be everywhere, every place personally. Therefore it was for his interest that he should go to the Father and the Spirit to be his successor on earth. Roho Mtakatifu alisema kwamba Yesu alisema ataenda mbinguni na atamtuma Roho Mtakatifu akue successor wake. Unajua kwa mfano president akitoka kwa kiti kuna mwenye anachukua nafasi yake. Uchukua nafasi ni kukua successor wake. So Roho Mtakatifu alikuja kuchukua nafasi ya Kristo, successor wa Kristo. Na Kristo alikuwa nafsi. Kwa hivyo nafsi nyingine akaja akachukua nafasi ya Kristo kuwakilisha Yesu Kristo. Anajisimamia, independent thereof. Sikia, anasema hivi: no one could then have any advantage because of his location. Kwa hivyo hakuna mwenye angekuwa na advantage kwa sababu ya location ya Kristo and his personal contact with Christ. By the Spirit of the Savior will be accessible. By the Spirit, the Savior will be accessible to all. In this sense, he will be nearer to them than if
he had not ascended on high. Anasema Roho Mtakatifu kukuja kwake ilisaidia sana Kristo kuwa karibu na kila mmoja, kuliko kama Kristo angekuwa tu kivyake kimwili, angekuwa sehemu tofauti kwa wakati mmoja Yesu alipokuwa duniani. Lakini Roho Mtakatifu akaja alipokuja kuwakilisha Yesu. Kwa hivyo Yesu sasa atakuwa karibu na kila mmoja. Watu wengi wakisoma hii statement, wapendo, wanafikiria kwamba ni Roho Mtakatifu tu ni huyo tu Yesu katika roho ya kiroho, katika mwili wa kiroho. Sio hivyo. Roho Mtakatifu hajasema hivyo. Acha kuweka akili yako katika ufafanuzi. Amesema kwamba ikisema kwamba Yesu atakuwa karibu na watu, ni mwakilishi wake. Sasa president akistuma deputy enda sema statement fulani, hiyo maneno ni ya nani? Si ni ya president. So president atakuwa karibu na sisi lakini kupitia deputy. So Yesu atakuwa karibu na sisi sana kupitia Roho Mtakatifu. Nafsi tofauti. Hiyo statement haichanganya, hata ni watu wanataka tu kuweka kulingana na preconceived idea ambayo iko ndani ya akili yao. Sikia mbele. Isitoshe, ili tuelewe vizuri Ellen G. White msimamo wako ulikuwa gani, tuangalie kitabu chake kingine. Hii ni mwaka wa 1899 sasa. 1899. Kumbuka tu venye watu wanaendelea kuelewa miaka zinaposonga. 1899. Manuscript ya 66 inasema hivi: we need to realize that the Holy Spirit, who is as much a person as God is a person, is walking through these grounds. Umeelewa hapo jameni? Amesema kwamba, now this is very clear to be misunderstood friends. Amesema kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi kama Baba pia, kama Mungu pia ni nafsi. Yaani venye Baba ni nafsi, pia Roho Mtakatifu ni nafsi. Lakini watu wa saizi wanataka waaminishe watu kwamba Roho Mtakatifu sio nafsi venye Baba ni nafsi. Na Ellen G. amesema kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi kama Baba ni nafsi. Lakini wana matengenezo wa saizi wanasema nini? Roho Mtakatifu si nafsi kama Baba ni nafsi, kama vile Baba ni nafsi. Auone hapo wewe na uelewa wa Ellen G. White ni tofauti kidogo. Umechukua uelewa wa Wagona na wengine, na tunafaa kusimamia kwa huyu Ellen G. White, maana yeye ndiye alichukuliwa sana kama aliplay role, na yeye ndiye nabii wa Mungu kabisa. Mungu alimtumia. Anasema tuna hivi mwaka wa 1893. 93. Anasema hivi. Kitabu chake ambacho kinaitwa MS ama inaitwa 20 MR, 20 manuscript releases. Page 324 paragraph 2. 20 MR 324 paragraph 2 inasema hivi: the Holy Spirit is the comforter in Christ's name. Roho Mtakatifu ni comforter, ni mfariji kwa jina la Kristo. Jina hapo inamaanisha authority, kwa mamlaka ya Kristo. He personifies Christ. Anachukua hiyo namna ya Kristo, anamwakilisha Kristo. Yet he is a distinct personality. Boss. That one is also very clear to be misunderstood friends. Wapendwa, tutaendelea aje kuambia watu kanisa la SDA imepotoka wakati bado imejengwa ndani ya Biblia na roho ya unabii? Mbona kama hatujafanya research ya kutosha, mbona tukue na akili ya conclude kitu? Leave a room of expansion, leave a room of new light, leave a room of learning. Na mimi hata kitambo pia nilikuwa nikiamini kama kwamba Roho Mtakatifu sio nafsi, lakini baadaye nilipofanya utafiti huu kivyangu, achana na kusikia utafiti wa watu, fanya utafiti kivyako. Fanya utafiti, jifunza, usipende kusomewa vitu, usipende kusikiza watu tu, enda pia ufanya utafiti kivyako. Au utachanganyikiwa katika hii maandiko matakatifu. Roho Mtakatifu ametumwa kuelekeza kila mtu ambaye atakuwa na roho ya unyenyekevu kujifunza maandiko, kama amefungua roho open hearted. Kama utakuwa na roho ya kufungua kuruhusu maandiko yaseme jinsi yalivyo, kama hujasarenda moyo wako kwa maandiko ya kuambie yale ambayo Mungu anataka aseme, au utabadilika. Tuendelea tu kubisha. Wakati Roho Mtakatifu anasema kwamba, Biblia inasema kwamba Roho Mtakatifu anamwakilisha Yesu, anapersonify, ni person ya Yesu Kristo.
anamwakilisha Yesu, lakini ni person tofauti, distinct personality. Unataka hiyo kutwist aje? Kuna mwingine jana nilikuwa namfunza kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi jinsi Baba ni nafsi, kulingana na hiyo quote ya Helen G. White, Manuscript 66 1899. Yeye anasema kwamba anajaribu kutwist, hata hapana, ati yeye unajua Roho Mtakatifu sijini kwa sababu Yesu ni roho ya Yesu, sijui ni vitu gani. Wapendwa, mbona tuna twist maandiko ambayo yako clear hivi? Tunataka kutwist ipate kuenda ieleze vinyo tunafikiria kwa akili yetu. Mungu akiwa mbinguni anaona tuko na minyoo ya kutosha. Minyoo. Acha tuendelee. Mwingine anaitwa William Warren Prescott. William Warren Prescott mwaka wa 1929. Yeye aliendelea tu kuwa hai wakati huo wote hadi 1929. Yeye aliamini hivi. Hata before SDA zianze mwaka wa before fundamental beliefs zianze mwaka wa 1981. Aliamini hivi. But the fact that Jesus of the New Testament is the Jehovah of the Old Testament must not be understood as eliminating the Father or a denial of Godhead, the Father, Son, and the Holy Spirit. Umesikia hiyo? Since the finite cannot comprehend the infinite, it were vain to attempt to analyze an analysis of the Godhead, or to liken the perfect union of the Father, Son, and the Holy Spirit to what? And then neither must we think of the three distinct persons of the Godhead as a subject of any of the limitations to which men are subject. So yeye anasema kuna nafsi tatu za uungu, lakini wana matengenezo wengine wanasema kuna nafsi ngapi? Mbili tu, Baba na Mwana peke yake. Roho Mtakatifu sio nafsi, ni influence, ni mind of God. Nitakuja hapo tukueleze vizuri. So sikia, kuna nyingine Science of Times 1829. Some pioneers believed the Holy Spirit as an angel. Unajua wakati huo kulikuwa na mchanganyiko. Ukisoma kitabu ambacho ni Science of Times in 1889. Hii ilikuwa ni kitambo sana baada ya fundamental principles. Bado kulikuwa na wenye wanaamini Roho Mtakatifu ni malaika. Na hadi saa hii kuna mtumishi mmoja alikuwa pia akiamini hivi, kwa hao wana matengenezo. Anaitwa Franco Nyango, siogopi kumtaja na simtaji kwa ubaya. Alikuwa akiamini, lakini saa hizi anaamini Roho Mtakatifu ni nafsi. Mwaka wa 1829. Sema Science of Times November 4 1889, mwaka page 663 utapata kuna walikuwa naamini Roho Mtakatifu ni malaika. Kwa hivyo hakukuwa na uelewano. Na mwingine ndo huyu anaitwa A.T. Jones. Hello, watu ambao wanapenda A.T. Jones mafundisho yake, anaamini hivi. A.T. Jones, the Holy Spirit is a person. Umesikia hapo? Roho Mtakatifu ni nani? Ni nafsi. Mbona watu wanachagua? Ile ilikuwa mwaka wa 1907. Angalia hapo vizuri. 1907. The Holy Spirit is a person. This great truth is not recognized. Indeed, it is not believed by more than a very few even of Christians. Anasema watu wengi hawaelewi Roho Mtakatifu ni nafsi. The Holy Spirit is not an influence. Roho Mtakatifu si tu nguvu fulani na kitu fulani. An impersonal or peace or joy or anything. Umesikia hapo? Umesikia huyu ni pioneer? Mwaka wa gani? 1907, baada ya fundamental principles. Enda fanya research kama A.T. Jones alikuwa pioneer ama si pioneer. Wapendwa, when things are very clear, mbona tunasema mwaka wa 1872 fundamental principles walikuwa washaelewana kwa kila kitu? Mbona tudanganyane? Mimi naona watu wengi ni kama wako tu genuine, ila hawajafanya research ya kutosha. Sikia, anasema hivi, hata hakuna haja kumalizia. The Holy Spirit gives peace, gives joy, assuages what grief,
makes an impression, exerts influence. The Holy Spirit is none of these things, nor any of the other thing. No, eternally, no. The Holy Spirit is a person, eternally divine person. Kwanza anasema ni nafsi, na huyo nafsi ako na uungu. Ako na uungu, kama ako na uungu ni Mungu. Na wengi wanapinga Roho Mtakatifu si Mungu. Ati Mungu Roho ni shetani. Huyu mtumishi Ndasha, one of the reformer, anasema Roho Mtakatifu ni sio nafsi na ni shetani. Na huyu Mungu Roho is the devil himself. Wakati ushaweka akili yako umeconclude hivyo sasa. Sasa yeye akisikia huyu pioneer huyu atasema nini sasa? Sasa ata repent, atatubu na ambia watu ukweli sasa. Pole kama labda hako amepitia, Mungu amsamehe na muombea sana. Sikia. Eternally a person, and he must be always recognized as spoken as a person, or he is not truly recognized or spoken of at all. Sikia ingine. Huyu anaitwa A.T. Jones, bado anaendelea kuexplain. Hii ni mwaka wa 1907. Anasema hivi. See how plain and emphatic the scriptures set forth this truth that the Holy Spirit is not the Holy Spirit is a person. A.T. Jones anataka kufafanua jinsi maandiko yanasema kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi. Sikia, a person. Alafu anasema hivi, and to aid the reader to see this truth, we will print in a capital letters italic the words that designate the Holy Spirit. Anasema yeye ataweka katika capital letters, maandishi makubwa kabisa watu waelewe Roho Mtakatifu ni nafsi. Ameweka Yohana 14, 16 na 17. John 14 verse penye nasema Yesu ataenda mbinguni na atatuma mwakilishi, msaidizi mwingine. So si yeye mwenyewe ndio msaidizi. Yesu Kristo ni msaidizi, lakini anasema anatuma msaidizi mwingine. Kumaanisha Roho Mtakatifu ni person, another person. Na anasema kwamba nitakuja kwenu. Wengine wakisikia Yesu Kristo akisema nitakuja kwenu, natuma msaidizi mwingine na nitakuja kwenu, wanafikiria kwamba ni Yesu tu ndiye anakuja. Ni Roho Mtakatifu anachukua tabia ya Yesu, akuji kwa authority yake na nguvu zake na mamlaka yake. Anakuja na mamlaka ya Yesu. Biblia ikisema the Spirit of Christ, inamaanisha anakuja na mamlaka ya Yesu Kristo. Anakuja kumtukuza Yesu. Ndio maana ya Spirit of Christ. Biblia inasema Roho Mtakatifu akija anakuja kumtukuza Kristo, hakuji kujitukuza mwenyewe. So ikisema Spirit of Christ, watu wanakuwa confused. Sikia hapa. Anasema hivi, I will pray the Father, and he shall give you another comforter, in capital letters, that he may abide with you forever, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because the world see him not, neither knoweth him not, but ye know him, for he dwelleth with you, and shall be in you. Anakaa nanyi na atakuwa ndani yenu. Yesu anasema kwamba Roho Mtakatifu anakaa na wanafunzi wake na atakuwa ndani yao. Ni karakta ya Yesu tu inafanana na Roho Mtakatifu. Ndio maana ukimwalika Yesu akuja ndani yako, si ati Yesu anakuja kimwili, Roho Mtakatifu anakuja, maana anafanya kazi ya Yesu Kristo kabisa. Amekota tena Yohana 15:26. Anasema hivi, John 15 verse 26. Anasema hivi, when the Comforter is come, whom I will send unto you from the Father. Kwanza amesema even the Spirit of truth which proceeded from the Father, he shall testify of me. Imetumia Roho Mtakatifu kama he, ako na uhai, ni nafsi, ni person hai. He, sio it. Roho Mtakatifu ni yeye, sio wewe sema Roho Mtakatifu ni ile kitu. Roho Mtakatifu ni yule. Atakuja. Roho Mtakatifu atakuja, sio itakuja. Biblia inasema atakuja kama nafsi iliyo hai. Yaona hata uone hiyo kwa Biblia. Na hii ni New Testament. Rejea katika Old Testament kuna penye imetumia it. Kwa sababu hii watu wengi hawajui hii. Kwa sababu watu wengi hawaelewi maneno ya Kiebrania. Lugha ya Kiebrania haina kiunganishi vizuri.
Kwa hivyo lugha ya Kiebrania, lakini katika Agano Jipya ni lugha ya Greek ambayo iko na kiunganishi. So kwa sababu lugha ya Kiebrania haina kiunganishi, imetumia neno ya, roho ya. Umeelewa hapo? Lakini acha tuangalie, tuendelee hapa. You shall testify of me, John 16 verse 7 and 15. I will not go away, the comforter will not come unto you if I go not away. And when he come, ameeleza vitu vingi sana. So enda soma tu hivyo vitabu, Yohana 15:26, Yohana 6:7, utapata Roho Mtakatifu anasemekana kama he, yeye, sio it. Hiyo ni A.T. Jones. A.T. Jones ameeleza sana. Sitaki kuendelea kurudia. So kuna mwingine hapa anaitwa James White. James White naye alielewa kitu gani? James White anasema hivi. Hii ni mwaka wa 1865. James White anasema hivi. Those who talk of the spiritual coming and the reign of Christ have the thing badly confused. May the Lord help them to see the difference between the manifestation of the Holy Spirit and the personal presence of Christ at his second appearing. While we appeal to the Scripture, I will pray the Father and Jesus, and he shall give you another comforter. John 14 verse 16. This language implies more than one comforter. Umeelewa hapo? Ni zaidi ya comforter mmoja, msaidizi mmoja. And when Christ was with his people, he was their comforter. Umesikia hapo? In his absence, the Father was to send another comforter. Baba wangemtuma mwakilishi mwingine. Even the Spirit of truth, during the absence of the Son, the Holy Spirit was to be his representative and the comforter of his dear sorrowing people. The facts in the case are distinct, stated in the following impression words of John 16 verse 5 to 8. Hata James White, bwana wa Ellen G. White, anaunga Roho Mtakatifu ni nafsi. Utakujaje na ukatae hiyo? Utakataje hiyo? Sikia. Biblia, acha nisome roho ya unabii, quotation ya mwisho na malizia. Inasema hivi. Hii ni kitabu cha Acts of Apostles ya Ellen G. White. Acts of Apostles page 52 paragraph 1. 52 paragraph 1. Anajaribu kusema kwamba kutakuwa na watu watakuja kuunganisha verses kupotoa uelewa wa Roho Mtakatifu, na wako saa hizi. Wengi wao ni wana matengenezo tu. Reformers. Metoka hata SDA kufungua makanisa yao. Kama Ndacha kwa na makanisa yake amefungua. Anasema hivi, na si yeye peke yake, Isaac Deme, Nyango, na wana matengenezo wengi sana. Siwataji kwa ubaya, lakini lazima tujue tu. Pia ni mzuri kuwataja. Biblia inasema kwamba si makosa kutaja watu. Hata Paulo alikuwa anataja kina Hemenayo. Soma kitabu cha Timotheo wa kwanza 2. Timotheo wa pili 2. Mstari wake wa 14, 15. Anasema miongoni mwao ni Hemenayo, nani ambao wanafunza uongo na mafundisho yao yanaweza endelea kama kidonda ndugu tusipochungana nazo. Sikia. Nasema hivi, Acts of Apostles 52 paragraph 1 nasema the nature of the Holy Spirit is a mystery. Roho Mtakatifu, ile ndio anasema kunawezekano watu wasielewane vizuri kuhusiana na Roho Mtakatifu. Anasema Roho Mtakatifu ni fumbo, yani ni kitu ambacho hatuelewi 100%. Na kuna wengi wanafikiria wanaelewa 100%. Mimi najua mimi sielewi vizuri 100%. Mimi naelewa tu kulingana na jinsi tumefunuliwa. Alafu anasema hivi, men cannot explain it because the Lord has not revealed it to them. Wanaume, ndio maana watu wanachanganyikiwa na mgongano kuhusiana na Roho Mtakatifu. Biblia inasema Roho Mtakatifu na roho ya nabii inasema kwamba wanaume hawezi kuieleza kwa sababu Mungu hajaeleza zaidi kiundani. Anasema men having fanciful views may bring together passages of scripture and put a human construction on them.
but the acceptance of these views will not strengthen the church. Sikia hiyo. Regarding such mysteries which are too deep for human understanding, silence is golden. Amesema kuna watu watakuja waunganishe verses za Biblia, andiko hili na hili, na kuleta fundisho na kufunza kanisa, na anasema haitafanya kanisa iwe na nguvu. Na anasema kwamba vitu ambazo hatuzielewi vizuri na mchanganyiko, afadhali uinyamazie. Silence is golden. Na ni kweli kuna watu wamekuja wameunganisha verses huko, hata yenye yongii kuhusiana na Roho Mtakatifu ameunganisha huko na huko, na wewe ni shahidi wangu kabisa. Haujaisikia watu kabisa ambao wamechanganya maandiko, wametoa andiko ya Danieli 2 ambayo inasema kwamba roho ya Danieli, roho ya Nebukadneza, Danieli 2:1, roho ya Nebukadneza ilimsumbua. Alafu anakuuliza kulingana na hiyo statement, Roho Mtakatifu, roho ni mtu tofauti na Nebukadneza ama ni yule mtu kabisa? Alafu wewe baadaye unasema ni huyo tu mtu. Kwa hivyo Roho Mtakatifu ni huyo tu ni huyo Mungu. Lakini ametumia aya ambayo haiko katika muktadha wa Roho Mtakatifu. Alafu nikuulize hiyo swali, kama wewe pia uko na hiyo unasemanga hivyo, una huo msimamo. Je, huyo roho ambaye ilimsumbua Nebukadneza, ilimsumbua roho aliposumbuka, roho ilipomsumbua roho Nebukadneza, je, swali ni kwamba je, hiyo roho ni nani? Alikuwa anawakilisha nini? Biblia ilikuwa inamaanisha kitu gani? Biblia ilikuwa inamaanisha kitu gani kama si akili yake ndio ilikuwa inamsumbua? Mawazo yake. Kuna wakati mawazo inawakilisha roho. Kwa hivyo unataka kumaanisha Mungu Roho Mtakatifu ni mawazo ya Mungu? Alafu mwingine nilipomwambia hivyo jana akaniambia kwamba tunajua Roho Mtakatifu ni mind of God. Jinsi mind of Nebukadnezar ilimsumbua. So swali lakini difference ya mind of God na mind of man ni kwamba mind of God inaweza toka iende kwa wanadamu. Mind of so swali ni kwamba kama mind of God inaweza toka ikuja kwa wanadamu, Mungu anabaki bila mind? Roho Mtakatifu anabaki bila, Mungu anabaki bila akili? Kama Roho Mtakatifu ni akili ya Mungu kama akili ya Nebukadnezar. Umeona hapo unaona kabisa roho ya nabii katetea vitu kama hiyo. Ni maana Mungu anasema hapa kuna watu watakuja na maandisho wameunganisha. Na hao ndio mmoja wao. Pole kama ulisikia kwa watu. Na una wengine nilimuuliza, je, uko na andiko ambayo inasema Roho Mtakatifu anaweza toka, roho ya Mungu inaweza toka kwa Mungu? Roho ya Mungu ni akili ya Mungu, inaweza toka kwa Mungu, na mwanadamu inabaki ya difference ya roho ya Mungu inatoka? Akasema hapana, sina ushahidi. Hivyo ndio ninafikiria. So umeona sasa ni mawazo yako. Na Methali 3:5, Methali 3:5 inasema kwamba tumaini Bwana kwa moyo wako wote na usitegemea akili yako mwenyewe. Kwa hivyo wapendwa, Roho Mtakatifu ni nafsi tofauti sana. Kuna andiko katika kitabu cha Mathayo 12:32. Matthew 12:32 ambaye inaweka wazi kabisa Roho Mtakatifu ni nafsi tofauti na Yesu Kristo na nafsi ya Mungu kabisa. Kwa sababu hiyo kitabu inasema hivi. Yesu mwenyewe anasema hivi: dhambi ya kumkufuru mwana utasamehewa, lakini ukimkufuru Roho Mtakatifu hautasamehewa. So hiyo statement, je, imeweka Yesu na Roho Mtakatifu kama watu wawili tofauti, ama ni Yesu yule ndio Roho Mtakatifu? Tumia tu akili yako. Yesu anasema ukimkosea huyu utasamehewa, na ukimkosea huyu hautasamehewa. Ni mtu mmoja hiyo. Mbona hata akili yako imechanganyikiwa? So kuna nafsi mbili tofauti, kuna Baba, kuna Mwana na Roho Mtakatifu, na hao watatu wote nafsi tatu kivyake. Mara mingi Biblia imewaunganisha pamoja. Penye Baba natajwa kama Mathayo 28:19, inasema mbatize kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Yesu alipobatizwa, Baba aliongea kutoka mbinguni,
mwana alikuwa akibatizwa, Roho Mtakatifu alikuwa juu ya baba. Alafu acha niwape aya ya mwisho. Kuna kitabu kinaitwa ya roho ya unabii ambacho kinaitwa Counsels on Health. Andika vizuri chini. Counsels on Health. Inasema hivi. Page 222 paragraph 2, CH 222 paragraph 2 ya Helen G. White inasema hivi. Fungua hapo usome. Inasema hivi. The Godhead felt pity for the human race, and the Father, the Son, and the Holy Spirit gave themselves for the working of the salvation of humankind. Umesikia hapo vizuri? Umeelewa? Eti uungu, Godhead, ilimhurumia mwanadamu sana. Uungu ulimhurumia mwanadamu, na Baba, Mwana na Roho Mtakatifu wakajitoa. Yaani Baba alijitoa, Mwana akajitoa, Roho Mtakatifu akajitoa ili mwanadamu apate kuokolewa. Mbona hiyo statement iko very plain to be misunderstood? To be misunderstood ni very plain, very simple. Kwa hivyo hiyo inaweka Roho Mtakatifu ni nafsi tofauti na Baba, wote walijitoa kivyao wakikaa katika meeting. Ningekuwa na aya ningekupea nyingine, ningekuwa na muda umeisha. Isaiah 48:16, 48 verse 16 Isaiah, Biblia inasema kwamba Yesu Kristo anaongea akisema Baba amenituma na roho yake amenituma. Kwa hivyo Baba ako tofauti, Mwana ako tofauti na Baba. Mbona tuchanganya maandiko ambayo kwa wazi hivi? Kwa hivyo kama Roho Mtakatifu ni nafsi, lazima kuna uungu. Maana kila wakati yeye pia alijitoa katika wokovu. Mtu ambaye si nafsi, mtu ambaye sio Mungu hawezi jitoa katika wokovu. Malaika hakujitoa katika wokovu, ni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, uungu. Na Biblia imesema uungu ni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Na hivyo ndio ile SDA wanafunza Trinity yao, kwamba wanaamini kwa Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Wakisema SDA wakisema wanaamini kwa uungu bado wako sawa. Lakini kwa njia gani? Wakisema wanaamini kwa Trinity ni sawa, lakini kwa njia gani? Si kama Catholic, si kama wale wengine. Wanaamini jinsi maandiko yanavyosema. Wewe sijui niseme nini. Mimi ningependa kusema Matendo ya Mitume 20:28 inasema kwamba Matendo ya Mitume kwamba tuchunge kanisa la Mungu. Wahubiri tuchunge kanisa la Mungu. Na inasema kwamba kuna watu wengi ambao watakuja ndani ya kanisa na nje ya kanisa, ambao watatoa watu katika kanisa wakitafuta washiriki. Tujichunge sana wahubiri. Tujichunge elders. Tuelimisha watu maandiko. Tusikae tu kila wakati tunahubiri sadaka, zaka na fundisho kama hili ambalo linatoa washiriki kanisani. Wakipata mafundisho ya uongo tunaiziacha. Funza zaka si mbaya, lakini sio kila wakati hiyo. I wish viongozi wa kanisa, walimu wangetrainiwa kufunza watu vizuri haya maneno. Maandiko matakatifu. Wawe strong. Kanisa letu kitambo ilikuwa ni kanisa la watu ambao wanajua neno. Lakini saa hizi pali kanisa inaelekea ni kubaya, unatimiza unabii kabisa. Sijui tumeelekea wapi. Mimi najua haya yote ni ishara kwamba Yesu anakaribia kuja. Yesu anakaribia kuja. Mgawanyiko ndani ya kanisa inaelezea kwamba Yesu anakaribia kuja. Watu kuharibika ndani ya kanisa na kufanya maamuzi ambao hayako sawa sawa na Mungu inaeleza kwamba Yesu anakaribia kuja. Jitayarishe. Soma Biblia yako. Usisome juu, ingia kiundani. Mungu apate kuwabariki. Next time tutasoma fundisho la Godhead kiundani. Leo nilikuwa nasoma tu Roho Mtakatifu, Holy Spirit, na jinsi pioneers walikuwa wanafunza, na jinsi walibadilisha mawazo yao, na jinsi walikuwa wana improve katika uelewa. Mungu akubariki. Hebu tuombe. Asante Baba yetu, umetueleza zaidi. Acha hili fundisho ipate kufaidi yule ambaye anasikiza, ibadilisha yule ambaye alikuwa na mtazamo tofauti na yule ambaye alikuwa amedanganywa.
na utusaidie tukue na umoja katika maneno haya. Asante kwa sababu utatusaidia, tusamehe makosa yetu sana pali hatujaelewa maneno yako vizuri. Utupe roho ya unyenyekevu wa kujifunza, Mungu wetu. Tunaelewa kwamba pride inaweza kutuingia. Utupe unyenyekevu, utushushe chini. Pokea utukufu. Nisipokea utukufu bali wewe upokee utukufu. Maana mimi sina bingu ya kumchukua mtu. Wewe una bingu, Yesu. Utusaidie tunyenyekee miguuni pako. Tusije tukaenda motoni kwa kusikiza watu na kuchukia tu kanisa lako. Asante kwa sababu umesikia ombi langu. Asante kwa sababu ili fundisho litaenda na Roho Mtakatifu likimshawishi mtu akubali ukweli. Asante kwa sababu umesikia ombi letu. Ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen na amen. Shalom, bye bye. Usisahau kusubscribe Be Ready Always TV. Naitwa mtumishi Meshak Orono. Namba yangu ya simu ukitaka tujifunze zaidi ni 0798 04 82 97. 0798 04 82 97. Unipate katika WhatsApp na hiyo namba, na pia Facebook mtumishi Meshak Orono utanipata pale. YouTube ni hivyo tu, TikTok pia ni mtumishi Meshak Orono. Hata TikTok ni Be Ready Always TV. YouTube Be Ready Always TV. Hata ukitaka kutuma msaada ili tuendelee kuupload videos mingi, maana inatumia bundles kuzi-edit, unaweza tuma tu kwa hiyo namba na Mungu atakubariki sana. Sio dhambi, bali kama ni kusupport tu kazi ya Mungu, pia unaweza support ukipenda. Mimi isieleweke kwamba naitisha sadaka. Mimi tangu nimetoa videos mingi na hakuna sadaka nimefanya, na Mungu amekuwa akinibariki. Pia ukitaka kubariki kunibariki ni sawa, kama hauna pia ni sawa, lakini nisieleweke kwamba naitisha sadaka. Mungu akubariki. Asante. Utushike